STIs unajua watu hawatakangi kuadmit the truth because watu wanataka kulalana nje. Kama unalalana nje, enda na condom. Ili ujue hakuna condom alikuwa anaweka. Ni kwa sababu ya ile incident ili happen day ya wedding usiku. Wedding ile yako. Siku yenye tunafanya wedding kesho yake. Msichana mwenye alitupatia hii gown na mwenye alikuwa anatushonea shati ya wasichana, ya vijana, alikuja kwa wedding. Nikamuuliza ulikuja kwa wedding aje na mimi sikukualika? Akaniambia nilialikwa na mume wako. Nikamwambia okay. Nikamuuliza ulikuwa umekuja kufanya nini? Ati kukuadjust gown. Nikamwambia I think that could be done by mwenye amenisimamia wedding. Huyo mwenye alikuwa amenisimamia wedding akaniambia usimuulize swali lingine, wewe achana na yeye, amefanya tu vizuri kuja. So ana bed ya kulala. Unajua mtu akiwa extra kwa event unakuwa sasa hakuna pali ya kulala. Nikamwambia ni mimi nitalala na wewe juu mimi niko na kitanda yenye haina mtu mwingine. So huyu msichana, huyu jamaa, unajua kuna wakati mnafanya practice ya kesho vile kutakuwa. Kuna ile wakati wa usiku. Usiku ya harusi ikiwa kesho. Lazima kuna wale hawakuwa, kuna wale walikuwa Seikuru, lazima tuwaonyeshe movements. Yes. Na kuna wale wametoka Nakuru, wengine wametoka mbali. Yes. So lazima tuwaonyeshe vile tutaingia kanisani. So after that, jamaa alibeba dem. So walikuwa pamoja. The night before the wedding. Yes, tuko na mtoto anaitwa Kamene. Praise the Lord. Tuko na katoto kanaitwa Kamene, kalizaliwa pale Huruma. Baada hiyo wedding eve. Yes. Hey. So huyo msichana alizaa before mimi nizae. Yeye alishughulikiwa kabla ya harusi yako? Hiyo usiku. Mko na mtoto? Watoto ni wengi ndugu yangu hapa nje. So mimi kitu yenye naweza sema ni kwamba ukienda nje, enda tu na uvae condom. Na kama utaki kulea watoto, basi enda vasectomy. Mostly because unaona kama sahi wakati unasikia watu kwa mtandao wakisema niki-advocate women, watoto walelewe na wazazi wao. Mimi nilipiga mechi na mtu. Si kupiga kwa kichaka, si kupiga kwa lodging. Huyu ni bwana. So tunapaswa kulea mtoto pamoja. Hajaiona mtoto. Hata sahi anaenda kotini anasema simpeangi mtoto. Nasema sina shida, akuja aone mtoto. Akisema anakuja kuona mtoto Saturday. Ni yeye amesema mtoto anaoga kutoka asubuhi, mtoto anakataa kunywa chai. Mtoto anakataa kula lunch, anasema anakuja anaona babake. Anakataa kuja kuona mtoto the whole day. Na hata piga simu aseme I'm not coming, ili mtoto at least a relax. Huyu mtoto anajiprepare hivyo kuona babake akule from his father. He has never seen his father. At least mtoto wangu ameshaiona Kalonzo Musyoka. Angoli yake ambao sasa ni nephew, mtoto ni nephew. Ni ukweli? Kalonzo alinipigia simu akaniambia kuja Karen. Nikampelekea mtoto